Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu wadhifa huo kuanzia Septemba 4 mwaka huu, akisema pia anastaafu siasa na utumishi wa umma. Katika barua yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan aliyoichapisha pia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, Nchimbi amesema aliwahi kuahidi kuachia nafasi hiyo iwapo rais angehitaji makamu mwingine. Kujiuzulu kwa Nchimbi na kauli yake kwamba amejiridhisha pasina shaka kuwa Rais Samia anatamani mabadiliko inakuja baada ya tetesi za muda mrefu kuhusu kuwapo kwa mtafaruku baina ya viongozi hao wawili. Aidha, Nchimbi amemshukuru rais, chama chake CCM kwa imani yao kwake na akawashukuru pia wananchi kwa ushirikiano wao, huku akiahidi kuendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Islamabad. Wapatanishi nchini Pakistan wamesema hivi leo kuwa juhudi za kufufua makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran zimepiga hatua muhimu baada ya mkuu wa jeshi la Pakistan Jenerali Asim Munir kukamilisha ziara yake mjini Tehran, ambako alikutana na rais wa Iran Masoud Pezeshkian pamoja na viongozi wengine waandamizi. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi amesema mazungumzo hayo yalikuwa yenye matokeo chanya na akaelezea matumaini kwamba yatafungua njia ya kuelekea kwenye mchakato wa amani ya kudumu katika ukanda huo. Jeshi la Pakistan limesema lengo la juhudi hizo ni kuzuia kuongezeka kwa mzozo, kuwezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kufikia suluhu ya kudumu kupitia diplomasia. Marekani na Iran zilikuwa zimefikia makubaliano ya awali mwezi Juni yaliyolenga kusitisha mapigano na kuanzisha mazungumzo ya amani, lakini pande hizo mbili zilikuwa zikilaumiana kukiuka makubaliano hayo, huku mapigano yakiendelea na Marekani ikitangaza vikwazo vya kiuchumi kwa Iran ambayo pia imeapa kulipa kisasi. Kinshasa. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Deli Sesanga amemtaka rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuachana kabisa na mpango wa kubadili katiba ambao unaweza kumpa fursa ya kugombea muhula wa 3 madarakani. Sesanga amesema kuwa DRC inayokabiliwa na vita na changamoto za kiusalama haipaswi kuweka kipaumbele kwenye suala la mabadiliko ya katiba. Wakati huo huo, upinzani umetangaza maandamano mapya mwezi Septemba kupinga mpango huo, huku kisisitiza kuwa masuala muhimu ya kushughulikiwa kwa wananchi ni umasikini, ukosefu wa ajira kwa vijana na hali ya usalama. Rais Tshisekedi ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2019 yupo katika muhula wake wa pili na wa mwisho unaotarajiwa kumalizika mwaka 2028. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Damascus. Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa amempongeza uamuzi wa Marekani wa kuiondoa Syria kwenye orodha ya nchi zinazodaiwa kufadhili ugaidi, hatua inayofungua njia ya kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyodumu kwa miongo kadhaa. Akizungumza leo Jumanne, al-Sharaa amesema Syria sasa inaondoka katika kipindi kigumu cha historia yake na kuelekea kwenye maendeleo, ujenzi mpya wa miundombinu na kufufua uchumi wake. Aidha, ameishukuru Marekani pamoja na mataifa yaliyoiunga mkono Syria katika kipindi cha mpito. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua hiyo itaondoa vikwazo vikubwa vilivyokuwa vinazuia uwekezaji wa sekta binafsi na kusaidia uchumi wa Syria kujumuishwa tena na mfumo wa uchumi wa dunia. Uturuki imepongeza uamuzi huo ikisema utaondoa moja ya vikwazo vikubwa kwa ujenzi na maendeleo ya uchumi wa taifa la Syria. Na hatimaye Kiev. Viongozi kadhaa wa Ulaya waliungana hapo jana mjini Kiev na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonyesha uungwaji wao mkono katika vita ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huo ulihudhuriwa na karibu viongozi 10 wa Ulaya, akiwamo waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ambaye ametangaza msaada wa zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Urusi imepinga hatua hiyo na kuishtumu Uingereza kwa kushiriki moja kwa moja katika mzozo huo. Zelensky amesema pia kuwa alipokea salamu kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, huku akisema kuwa vita hivyo haviathiri Ukraine pekee bali pia usalama wa bara lote la Ulaya. Wakati mapigano yakiendelea, pande zote mbili zimeendelea kushambuliana kwa droni na makombora, huku raia wakiendelea kuuawa na miundombinu kuharibiwa vibaya. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Shukrani sana Ubena kwa kutusomea taarifa ya habari. Ninakukaribisha sasa kwenye
uchambuzi, msikilizaji, mchana huu tutaanzia huko nchini Tanzania kufuatilia kwa kina kile kinachoendelea huko baada ya taarifa kusema kuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu. Kana sikusikia kwa kina. Na huko nchini Kenya, tuko tayari kuunda timu moja. Hatuwezi tukadhubutu kutoheshimu yale ambao wananchi wengi wa Kenya hii wanatarajia. Siasa zazidi kupamba moto baada ya vyama vya upinzani kukubaliana kusimamisha mgombea mmoja atakayemkabili Rais William Ruto kwenye uchaguzi utakaofanyika mwaka 2027. Kwa haya na mengine mengi, kana si mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Tanzania ambako taarifa zinasema kuwa makamu wa rais nchini humo Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake. Duru za habari zinasema Nchimbi tayari amemwarifu Rais Samia Suluhu Hassan uamuzi huo. Hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa makamu wa rais wa Tanzania kuachia ngazi tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki mwanzoni mwa miaka ya 1990. George Njogopa ametuletea taarifa zaidi. Taarifa iliyochapishwa katika kurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram inaeleza kwamba kiongozi huyo amejiuzulu kuanzia leo na kwamba amechukua uamuzi huo akiamini Rais Samia anatamani mabadiliko. Chanzo cha kuaminika kuhusu swala hilo kimethibitisha DW kwamba taarifa hizo ni za kweli. Duru nyingine zinasema kamati kuu ya CCM inapanga kukutana wakati wote kuanzia kesho. Ama hayo yanakuja katika wakati ambako pia vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vikitarajia kuanza rasmi kesho. Kujiuzulu kwa Nchimbi kuliko kuja ghafla kunafungamanisha na upepo wa kisiasa ndani ya chama chake, na hiyo ilikolea zaidi katika siku za karibuni kutokana na kauli yake ya kutaka Watanzania wapambane kupata katiba mpya. Wakati akizungumza katika moja ya kongamano lililohusisha mashirika ya kutetea haki za binadamu, mwanasiasa huyo aliyokuliwa ndani ya chama hicho tawala aliwataja pia baadhi ya wakosoaji wa serikali walioko nje ya nchi, akisema angefurahi kuona siku moja wanaketi meza moja kujadili masuala ya mustakabali wa taifa. Makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote. Katiba yenye mwafaka katika taifa. Katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Mara ya mwisho mwanasiasa huyo kuonekana hadharani ilikuwa ni mwishoni mwa wiki wakati aliposhiriki hafla ya uzinduzi wa mradi wa bwawa la kufua umeme wa maji wa Mwalimu Nyerere Rufiji mkoani Pwani. Hotuba yake dakika moja licha ya kupewa dakika 10 jukwani iliibua maswali mengi huku ikisababisha minong'ono ya hapa na pale. Nimepewa dakika 10 za kutoa salamu za makamu wa rais na nitajitahidi kuzitumia vizuri. Mheshimiwa Rais, katika kutumia vizuri muda niliopewa, kwa heshima kubwa na kukaribisha kufanya kazi hii. Kwa majuma kadhaa mwanasiasa huyo amekuwa akiandama na baadhi ya wale wanaotaja uhafidhina ndani ya chama chake cha CCM walikuwa wakijitokeza hadharani kukosoa matamshi yake kuhusu haja wa Tanzania kupambana kupata katiba mpya. Kabla ya kushika wadhifa huo, Nchimbi amewahi kushika nyadhifa za juu ndani ya chama hicho tawala na serikalini. Cheo chake cha mwisho ndani ya CCM ni katibu mkuu wa chama, na kabla hapo amewahi kuwa balozi katika nchi kadhaa ikiwemo Misri. Katika siku za karibuni alionekana akiwatembelea viongozi kadhaa wastaafu ikiwemo rais wa awamu ya 4 Jakaya Kikwete. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Asante George. Basi wakati huu baada ya kusikia ripoti hiyo kutoka kwa mwenzetu huko Dar es Salaam kuhusiana na taarifa hizo kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi amejiuzulu wadhifa wake, wakati huu tunajiunga na mwenzetu Doto Bulendo akiwa huko jijini Mwanza kujua kwa kina kile ambacho kinaendelea wakati huu. Doto, unanipata? Ninakupata vizuri. Tumesikia ripoti kutoka kwa George, lakini labda kuna kingine chochote ambacho hatujakisikia na sisi hapa Bonn hatukifahamu, labda na msikilizaji wetu unaweza kutujuza? Mpaka sasa mamlaka nchini Tanzania hazijasema chochote kuhusiana na barua hii ambayo imesambaa mitandaoni kuanzia saa 5 asubuhi ya leo. Ijapokuwa mjadala ambao kwa sasa unatawala katika mitandao ya kijamii ni kama rais ataridhia makamu wake aachie ngazi, nani anaenda kuchukua nafasi hiyo. Ndio mjadala mkubwa ambao umetawala kisasa, na wengi wamekuwa hawaamini kama barua hiyo ni ukweli. Ndio mjadala mkubwa ambao unaendelea katika mitandao ya kijamii na hata barabarani nchini Tanzania. Doto, labda unaweza ukatueleza tangazo hili ama barua hii imeleta mtikisiko wa aina gani? Watu wametikisika kiasi gani baada ya kusikia taarifa hizi?
Barua imeleta mtikisiko mkubwa kwa sababu wengi hawajatarajia, na itakuwa ni mara ya kwanza ikiridhiwa, baadaye ikathibitishwa na rais akaridhia. Itakuwa ni mara ya kwanza makamu wa rais anachia ngazi. Achilia mbali huko nyuma mawaziri wakuu wawili waliwahi kuachia ngazi, Edward Lowassa mwaka 2007 na pia John Malitela wakati wa serikali ya Mwinyi aliwahi kuachia ngazi, lakini makamu wa rais haijawahi kutokea. Na ukichukulia maana siku mbili tu zilizopita makamu wa rais alionekana akiwa na Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa bwawa la kufua umeme na Mwalimu Nyerere. Kwa ni kitu ambacho wengi hawakukitarajia, pamoja na kwamba mitandao ya kijamii nchini Tanzania ilikuwa inaarifu kwamba mambo si shwari ndani ya serikali katika viongozi wa juu kabisa. Tukisalia hapo hapo, pengine watu watarajie labda makamu mpya lini, kwa kifupi, kabla sijakuuliza jambo jingine Doto? Mpaka hii sasa kwa mujibu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, barua hiyo ikithibitishwa na rais akaridhia, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 50 inasema ndani ya siku 14 rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atatakiwa kupendekeza jina ambalo litatakiwa kupelekwa ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na likipelekwa ndani ya bunge atatakiwa kupigiwa kura. Akipata kura nyingi atakuwa tayari amethibitishwa, ibara ya 48 itamtaka rais amwapishe makamu wake ambaye amethibitishwa na bunge, na zoezi hili litakuwa lifanyike ndani ya siku 14 tangu rais akiridhia kama makamu wake achie ngazi. Kumekuwa na fununu na minong'ono ya muda mrefu kwamba Dr. Nchimbi ama anajiuzulu ama anaweza kuondolewa kwa nguvu. Najua umekuwa ukifuatilia Doto, labda unaweza ukatuambia kidogo mimi na msikilizaji wetu kwamba nini hasa kimechochea hatua hii? Unajua, moja kitu ambacho